Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi aliumba mbingu na ardhi, aliumba vilivyomo na akaomba sisi wanadamu tuweze kuja kuitawala dunia. Siku ya leo nimekusudia kuzungumza kuhusiana na majambo ambayo yapo katika jamii, lakini yenyewe ni jamii nyingine tofauti na sisi jamii ambayo ya wanadamu wa kawaida. Angalau na wao ni wa kawaida, lakini kulingana na ile jamii yao walioanzisha na majambo ambayo jamii tunapata ugagaziko kuelewa kutoka kwao. Jamii yenyewe ni jamii ya mashoga. Mashoga ni jamii, ni kundi la watu, ni kaya maalum, wameunda kaya yao, ambapo wewe mwanadamu wa kawaida usiojua mambo yale na usiowahi kuwa karibu nao, hata kama si vitu vyako, lakini hujawahi kwa karibu nao, basi kuna vitu vingi sana utakuwa hauvijui na havijulikani isipokuwa kwa watu wao wenyewe, ama kwa mtu ambaye aliwahi kuwa nao. Kwa sababu wapo wanadamu ambao yeye si shoga, lakini anawamiliki wale mashoga kwa ajili ya kujipatia kipato. Unaona? Ama watu mfano wao. Naposema mashoga na watu mfano wao, maana yake ni wale wanawake ambao wenye kushughulika na wanawake wenzi wao. Umeona? Yaani kwa lugha ya kimtandaoni wanasema ni matomboy. Umeona? Huyu anashughulikia wanawake wenzi wake. Wengine wakaenda mbali zaidi wakawa wanashughulikia mpaka wanaume. Yaani tomboy anamshughulikia mpaka mwanamume. Yaani upo uwezekano kwamba yeye mwanamke akawa na mwanamume, lakini mwanamume ambaye yeye mwanamke anamuita huyo mwanamume ni mke wake, na yule mwanamume naye anakubali, kulingana ni shoga. Sasa kitu tusichokijua kwamba mashoga wana siri kubwa sana nzito miongoni mwa tamaduni yao, miongoni mwa jambo ambalo wewe utakaa nao, lakini tambua shoga ni kama jambazi sugu. Hawezi kusema bosi wake nani, hawezi kusema ule mtandao wake wote mpaka muue na mtamuua, lakini hataweza kusema. Ataishia tu makundi. Unajua mimi bana, makundi bana haya. Ataishia hivyo tu maisha yote. Lakini hata kupa ule mzizi wenyewe kiasi ambacho mpaka labda serikali, jamii na watu wenye kukemea mambo hayo wakaenda kuanzia. Maana sehemu huanzia pale kwa shinani kwenyewe na mzizi wake. Mkitoa pale, basi mengine yote yanakuwa yanasuluhishika. Kwa hiyo wale ambao nimeona sana mitandaoni watu wanawahoji mashoga, kwaje, ulianzaje, namna gani? Jamani, mashoga hawasemi. Hata kama imebadilika, sasa mimi kwanza leo nimebadilika, mimi sipo huko. Lakini kusema bana mimi asili, kwa sababu unapokuwa unasema kwanza ile ni kosa lake yeye na Mungu wake. Mshona, lakini inapelekea watu kuhoji kwa sababu ni jambo ambalo geni katika jamii zetu. Yaani si la kawaida yani. Hata kama huwa tunalisikia. Sasa mtu anapenda kujua huyu alianzaje ili iwe funzo kwa wengine. Yaani anazungumza iwe kama mawaidha. Sio kwamba anajidhalilisha au anakusudia kumdhalilisha. Lakini kwamba mtu akishakuwa shoga akasema nibadilika, ile ni yeye na Mola wake, basi inabidi atubu. Na sisi Waislamu tunaambiwa kwenye Qur'ani, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Unaona? Asa rabbukum ila akhir ayati, mpaka mwisho wa aya. Unaona kwamba Mola anasamehe madhambi, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Unaona Mungu anasamehe madhambi yote isipokuwa tu ni ushirikina, mpaka watu utakapotubia. Unafahamu hapo? Kwa hiyo hili nabaki kosa yake yeye na Mola wake. Lakini watu wakina sisi tunakuja kuhoji ili tuweze kujua huyu alipita wapi. Kwa sababu kuna majambo mengine, kwa mfano labda mchawi mwingine, ili uweze kumtibu mgonjwa umpate ule mchawi aliyofanya